Kwa hiyo kama kuna mahali leo walikuwa wamekulaza na magonjwa, walikuwa wamekulaza na umasikini, walikuwa wamekulaza na uchawi wowote na ulozi wowote uliofanyika juu yako, Yesu alipofufuka pale kwenye lile pango, alipotoka kwenye lile pango, alitoka na madhaifu yako yote, alitoka na magonjwa yako yote, alitoka na misiba yako yote, alitoka na umasikini wako wote, alitoka na njaa zako zote, alitoka na kudharauliwa kwako kote. Wewe hautadharauliwa tena, wewe hautakuwa masikini tena. Tunasikia pale neno linasema kwamba alipokuwa amezaliwa pale Yesu, ina maana walikuwa ni masikini, hawana kitu. Lakini alipozaliwa walikuja wageni, walikuja, hawakuja mikono mitupu, walikuja na vitu. Kwa hiyo unapoingia kwenye madhabahu ya kanisa la Israeli Ukombozi, na wewe unaingia ukiwa tupo, lakini leo utakapotoka mahali hapa, lazima utatoka na vitu, lazima utatoka na baraka zako, lazima utatoka na baraka zako, lazima utatoka na mafanikio yako, lazima utatoka na kuinuliwa kwenye kazi yako, lazima utatoka na kuinuliwa kwenye biashara yako, lazima ukatoke na kuinuliwa kwenye mtaji wako. Haleluya. Kwa mauti haipo tena kwenye maisha yako, umasikini haupo tena kwenye maisha yako. Wewe utakapotoka hapa, wewe ni tajiri kwa jina la Yesu. Haleluya. Wewe sio masikini tena, kwa sababu uko kwenye madhabahu ambayo ina kila kitu, ambayo mkuu wa madhabahu amesimama, na akisimama wachawi wanajua kabisa kwamba ambaye amesimama ni mkubwa kuliko sisi. Na leo nabii Yesu amesimama kwenye madhabahu ya kanisa la Israeli Ukombozi kukutambulisha ya kwamba hakuna aliye mkuu zaidi yake. Kwa kuzimu yote lazima ipige saruti. Haleluya. Kwa maana kama kuna ufalme wote ambao ulikuwa umekushikilia siku ile Yesu alipofufuka, wale malaika walipokuja wakavingilisha lile jiwe, ile ufalme akatoka akiwa yuhai, akatoka akawatangulia huko mbele, akawaambia mimi nakwenda huko mbele, mimi sio marehemu tena, mimi sio hayati tena, bali nimebeba kila utajiri wenu, nimebeba mafanikio yenu. Ninyi hamtakuwa masikini, ninyi hamtakuwa wagonjwa, ninyi hamtakuwa vipofu, lazima mkaone kila kitu, lazima mkafanikiwe kwenye maisha yenu. Kwa hiyo haina haja ya kuingia mahali hapa kwenye madhabahu kubwa kama hii umeinama umejikunja kama mtu ambaye hauna matumaini. Haleluya. Kama hauna matumaini, kwa sababu ukiingia mahali hapa ni raha tupu, ukiingia mahali hapa ni baraka tupu, na wachawi wanajua, ndio maana wanapambana na wewe sana. Mara siku mbili tatu nasikia hivi yule shoga yako, rafiki yako anakusema kweli. Hivi kweli uko kwa nabii, mko kwa nabii, mbona niwaambia hivyo? Ni kwa sababu ameona kesho yako. Na wewe uliyekuwa mahali hapa, kesho yako iko ni nzuri, wala haina shida, wala haina matatizo yote. Kesho yako ni ya kubarikiwa. Shetani ameona akaingia wivu. Sema wivu. Akaingia wivu. Ndio maana sasa analeta maneno kwa ajili ya kukufarakanisha wewe na rafiki yako ambaye amekuleta hapa, au ambaye umemkuta mahali hapa. Makanisa yote ya manabii ambao wameitwa na Mungu, lazima maneno yapo tu, kwa sababu shetani anajua hapo ndipo zilipo baraka zako, hapo ndipo liliko lango la wewe kufanikiwa, lango la wewe kufanikiwa na ukoo wa kwenu, kwa sababu Mungu amekufanya kuwa lango. Haleluya. Leo kuna watu ambao walikuwa wamiliki vyombo vya usafiri, nyumba za kwao kule kijijini ilikuwa ni mbavu za mbwa. Haleluya. Nani anajua mbavu za mbwa? Aliye ndani unamuona kule. Na taa zetu zilikuwa ni kile kikoroboi, lakini leo ni tunagusa tu huko ukutani, wengine wameweka hapo inaning'inia, unagusa tu.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndani ya madhabahu ya kanisa la Mkombozi hivyo vitu vipo, na ndio maana sasa shetani anapiga vita usiweze kufikia baraka zako. Ile utakaposema kwamba nimechoka kusemwa, nimechoka kudharauliwa, natoka, ukipita pale langoni unapishana na baraka zako. Kwa sababu nabii amesimama kwa ajili ya kukuombea wewe ili ufanikiwe, na anasema kwamba yeye anakuombea wewe na anakupenda sana kuliko hata watoto ambao wamewazaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utampata wapi mtu wa namna hiyo ambaye anakesha na kuomba, yaani hajali hata familia yake? Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata familia yake haiangalii kama wewe anavyokuangalia, kwa sababu Mungu amempa watu, yaani Mungu amekuleta wewe mbele yake ili yeye sasa akufanikishe kiroho na kimwili pia. Ukiwa mahali hapa ni sehemu ambayo utabarikiwa wewe. Kwa walipotoka pale walikuwa ni matajiri, kwa sababu vilikuja vitu vingi, na hata leo tunaona mzazi anapokuwa amejifungua, wale watu ambao wanakwenda kumtazama yule mzazi hawaendi mikono mitupu. Wanaendaga na nini? Wanaendaga na nini? Kwa na wewe leo kuna zawadi ambayo utatoka nayo hapa, na tayari kuna watu ambao tayari wameshapokea, na kuna watu ambao tayari wameshapokea zawadi zao. Wanapotoka mahali hapa ni matajiri katika ulimwengu wa kiroho na kimwili pia. Kesho lazima ukakutane na fursa kule wanakoenda. Kama uliahidiwa kwamba nitakupandisha mshahara, kama uliahidiwa kwamba nitakubadilishia kazi, na kesho ukitoka mahali hapa leo, lazima kesho ukakutane na hizo zawadi, lazima ukapokee hiyo nafasi, lazima ukapokee hizo nyongeza, kwa sababu wewe sio masikini. Wewe sio masikini. Kwa unapokaa mahali hapa, hakikisha kabisa uko kwenye utajiri. Ni wewe tu utake kuwa tajiri au utake kuwa masikini. Wewe unaombewa ukafanye kazi, unatoka hapa unaenda kukaa nyumbani, una relax, unanyosha miguu. Malaika wana BNS waje. Malaika wana BNS hawaji kwa staili hiyo. Lakini ukitoka hapa ukishaambiwa kwamba nenda kafanye kazi, ukaenda kupambana kule kwenye kazi yako, wale malaika wanakuja, wanakutia nguvu. Mungu anaweka mkono wake. Mungu analeta watu kwa ajili yako. Mungu analeta watu kwa ajili ya kazi yako. Hiyo ndogo ambayo unaona kwamba inazalaulika, ambayo unaiona ni ya kawaida, lakini Mungu anainua. Haleluya. Kwa walipomweka kaburini wakajua ya kwamba hapa tumemaliza kila kitu. Haleluya. Wakajua tumemaliza kila kitu, tumemshinda. Na walikosea toka siku ile ya kwanza. Baada ya kuandika huyu alikuwa labda ni jambazi, wakaandika huyu ni mfalme wa Wayahudi. Pale ndio walipojichanganya. Kwa hiyo na walipomweka pale kwenye mwamba pale kwenye lile pango, maana yake lile pango ni kubwa, unaona kama raundi ya dirisha. Kwa hiyo sasa wanaingia, yani wamenyooka hivi. Alafu ukienda kwa hapo mbele kama alivyokuelekeza, kama vile vitanda vya kule China. Unajua China hawalali vitanda kama hivi tunalalia sisi. Wanaweka kwenye ukuta hapa hivi. Kwa hiyo sasa wanaingia, alafu kwa pembeni hapa wakachonga stepu, wakamuingiza hapo. Malaika wale wawili wakaja, wakavingilisha lile jiwe. Ni kubwa, yani linafikia pale kwenye dirisha pale juu. Likakaa hapo pembeni. Wakaenda pale wakasujudu. Mfalme akasimama. Aliposimama, walipogeuka tu na yeye akatoka. Chapie Bwana makofi. Haleluya. Kwa alipotoka mahali pale, alitoka na mafanikio yako wewe. Ina maana tena wewe hautaishi kwenye magonjwa, hautaishi kwenye shida, hautaishi kwenye mikosi, hautaishi kwenye kudharauliwa, kwa sababu umetoka na kila kitu chako. Hebu piga makofi kwa Bwana. Kwa alitoka na kila kitu chako. Haleluya. Kwa hatuna sababu ya kulialia wakati wote. Kwa nabii anaposema kwamba tukafanye kazi, twende tukafanye kazi. Kama ni maparachichi tembeza, kama ni ndizi tembeza, kama ni nyanya kauze, kama ni dagaa kauze, kama ni magogo kauze. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa utakapokwenda na wewe kujishughulisha, lazima utakutana na hiyo neema, utakutana na hizo baraka, hata uweze kuleta sadaka kwa ajili ya kuendesha huduma. Haleluya, haleluya. Kwa sababu mheshimiwa nabii baba yetu hana kazi nyingine kwa ajili ya kuendesha kanisa. Hata taa hizi zinawaka ni sadaka, hata hizi taa hapa zimeungua zinahitaji sadaka kwa ajili ya kwenda kununua watu badilishe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utajiri uko mbele yako, kwa sababu Yesu alishafufuka na kila kitu. Kwa hakuna sababu ya kuendelea wewe kukaa kuwa masikini. Haleluya. Chapie Bwana makofi zaidi. Ongeza makofi kwa ajili ya Mungu wa baba yetu. Haleluya, haleluya. Wangapi wana ushuhuda wa damu ya Yesu aliochukua Jumapili? Nataka watu watatu tu ambao wana ushuhuda. Chap chap, haraka haraka. Unajua ushuhuda unakusababisha na wewe uendelee kusogea mbele zaidi. Kwa sababu ukitoa ushuhuda leo, Mungu anaongeza vitu vingine. Yamkini leo umepata kula nyama, yamkini leo umepata kula pizza, yamkini leo umenunua baiskeli, kesho utanunua pikipiki. Kama ulinunua gari, kesho unawaza mahesabu mengine kabisa. Unaweza unawaza kwa ajili ya kununua boti. Unaweza unawaza kununua boti kwa ajili ya safari zako, kwa ajili ya kazi zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ushuhuda unajenga na unainua wengine waliokuwa wamekata tamaa. Karibu watu watatu ambao Mungu amewatendea kupitia damu ya Yesu waliochukua Jumapili. Karibu. Karibu. Njoo tu. Usikalie ushuhuda. Njoo mtu wa Mungu. Ndio. Karibu. Wengine wanaogopa maiki. Wanaogopa kushika maiki, anasema mtumishi, mimi naogopa kushika maiki, nitadondoka chini. Karibu. Karibu, njoo, usiogope mama, njoo. Wewe njoo tu. Simama hapa baba. Simama hapa. Karibu. Njoo mwingine. Kuna watu wengine inawezekana wanasema, mimi naogopa yani kusimama pale mbele macho ya watu wote. Ushuhuda wangu ni kwamba ndio tulipotumia damu ya Yesu Jumapili moja, lakini sio hii. Ni nyingine. Ndio. Niliweza kuona mabadiliko ya kiroho. Nilikuwa kama pamoja na mimi na wenzangu. Ndio. Lakini wale wenzangu walikuwa kama kuna kama chakula cha mwisho. Kile chakula walikuwa wanabishaniana wakisema nani apewe hicho chakula, lakini mimi na mimi nilipokuwepo pale pamoja nao, wakawa mmoja wao wa mwisho alikuwa simama mbele yao akawaambia, akasema hivi, basi Omari anapaswa apewe hicho chakula. Alafu wakanipa mimi hicho chakula akanipa yeye ndo ameshika hicho chombo chenye hicho chakula. Alafu akanipa mimi hicho chakula cha mwisho. Omari ndo anastahili kupewa hicho chakula cha mwisho. Lakini wale wengine wakawa wanasema haiwezekani Omari apewe chakula cha mwisho, anawezaje kupewa chakula cha mwisho huyu? Basi hiyo njozi katika ulimwengu wa roho ndo iliishia pale. Ndio nikaona kwamba ile ni kwa sababu tunajitahidi kwenda kumshukuru pale kwa nabii. Naona ni Mungu wa nabii anatazama vizuri. Kwa hiyo kila mmoja ambaye anamshukuru hapa, ndio lazima anaikuwa mwema pale kwenye ile njozi hadi akajiona katika upendeleo fulani. Kwa hiyo hebu tueleze Mungu alifanya nini kupitia ile damu ya Yesu? Alifanya uponyaji, maana wachao wengi walikuja lakini hawakuweza. Kila mahali nikitumia damu kwenye kila mahali, maana nabii alisema tumieni. Pigie Bwana makofi zaidi, ongeza makofi yako zaidi, kwa sababu damu ya Yesu ilimtetea, ilimponya,
ilimpa nguvu ya kuweza kusonga mbele na kuweza kusimama zaidi kwenye imani ya kinabii. Hebu ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Amen, amen. Haleluya. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe baba. Amen. Kwa jina naitwa Ruthi Habibu. Hiyo Jumapili nilipopokea ile damu ya Yesu, kuna yule jirani yangu alikuwa ananipiga vita sana. Ndio. Sana. Nilipoanza tu baba alipotuambia tumwage kila mahali. Sasa hivi hafungui hata mdomo, haniangalii wala hanitaki kuniona. Ndio. Bali akasema mimi ni mchawi, nimemaliza vitu vyake. Kwa hiyo baba, hiyo damu ya Yesu imenifanya mshindi na zaidi ya kushinda. Hebu ongeza makofi kwa ajili ya mama yetu. Mungu alimshindia kupitia damu ya Yesu. Haleluya. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni Sion Gwempris. Ndio. Nasali katika kanisa la Israeli. Ndio. Damu ya Yesu imenisaidia kwa muda mrefu sana. Nilivyochukua damu ya Yesu nilianza kutumia kwa kumwaga kwenye zizi la ng'ombe. Maana ilikuwa nikiamka asubuhi kwenda kukamua, huko nyuma panya zinatokea, naona vitu vya ajabu vinavyonisumbua, wachawi wanakuja kuniangalia sana kamua. Lakini nilivyotumia damu ya Yesu, panya zilikufa, sijaona tena. Wachawi sijawaona tena. Wala hata kushtuka mwili, maana nilikuwa nasimka sana, naona kitu kama nguvu za giza zinapita huko nyuma. Lakini sijaona tena. Ya pili, Jumapili iliyopita nilivyochukua damu ya Yesu, Jumatatu nilikuwa naumwa na mguu sana. Nikachukua damu ya Yesu nikaoshea mguu. Roho ikaniambia chukua na hiyo kipeperushi ambayo imeandikwa uponyaji. Nikaikunja kunja, nikaweka kwenye soksi, nikavaa na buti. Nikaanza kutembea nayo. Mguu ikapona kabisa, maana ilikuwa inaniuma hata kutembea siwezi. Nikamshukuru Mungu, kumbe hata hicho kipeperushi ambayo iko kwenye damu ya Yesu ina uponyaji. Na hiyo maji ya damu ya Yesu ina uponyaji. Kwa hiyo tukiendelea kutumia tutapokea uponyaji. Chapia makofi Mungu wa baba yetu. Hebu ongeza makofi zaidi kwa ajili ya uponyaji wa mama yetu kupitia damu ya Yesu. Ndio, karibu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Damu ya Yesu kwa upande wangu ilinisaidia. Pale nyumbani na guta ambayo ilikuwa nimekosa dereva. Nilichukua chupa ya kwanza nikaenda nikamimina kwenye ile guta. Baada ya kumimina nikamimina pale kwenye injini kabisa. Baada ya kumimina ile damu ya Yesu, kesho yake kila mtu alikuja anagonga mlango na anahitaji kuendesha ile guta. Lakini bado nahitaji, nikamwomba Mungu anipe kibali, anipe dereva aliye sahihi. Chupa ya pili nilienda nyumba moja ambaye ni kiongozi, huyo baba ni kiongozi wa serikali za mitaa, yani balozi. Ndio. Nikakuta yule baba amelala anaumwa, yuko hoi. Nakuta binti yake anatapika, mama anahangaika kudeki muda wote. Kijana wake anasema vidonda vya tumbo vinamsumbua, hadi kwenda chuoni ameshindwa. Nikiwa nimekaa pale, mama ananihadisia, nikasikia sauti inaniambia una damu ya Yesu iko juu ya friji. Nenda kamletee mama. Nikamwambia Mama Glory, ngoja kwanza niende nyumbani, kuna kitu nitakuletea ambacho kitakusaidia. Ndio. Nilipofika nyumbani nikatuma mtoto. Nikamwambia peleka hii damu ya Yesu kwa balozi. Nakwambia alipofika pale, baba ndio wa kwanza kuidaka ile damu ya Yesu. Amen. Alipotumia ile damu ya Yesu, akanywa yeye, akanywa yule mtoto alikuwa anatapika, akanywa yule mtoto aliyekuwa anaumwa na vidonda vya tumbo. Nyumba ikabaki na amani. Hakuna aliyeendelea kuumwa tena, na mpaka sasa mama anahangaika kumrudisha mtoto chuoni. Pigie Bwana makofi, ongeza makofi zaidi kwa sababu ya uponyaji. Haleluya. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yangu naitwa Flora Minja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilichukua damu ya Yesu nikawa nimepeleka nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Nilivyofika tu nyumbani nikawa nampa mjukuu wangu anakunywa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yale maji mjukuu wangu amekunywa mpaka yameisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jumatatu iliyopita kuna mama mmoja akawa amekuja kwangu. Alipobisha hodi, mimi nikatoka nikafungua mlango na yule mjukuu akanifuata nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikamwambia karibu. Nilipomwambia tu karibu, mjukuu wangu akasema bibi omba. Mimi nikageuka nikamwangalia mtoto. Mtoto aliomba, yule mama sijui alipotelea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki. Amen. Ongeza makofi kwa Mungu wa nabii. Ongeza makofi zaidi na zaidi na zaidi. Haleluya. Haleluya. Kwa kumbe unapokuwa na damu ya Yesu nyumbani kwako, una silaha kubwa sana. Sema silaha. Haleluya. Unapokuwa na damu ya Yesu nyumbani kwako, una silaha kubwa sana. Kwa anaweza akatokea mtu kama hivi anavyosema kwamba akaja, yule mtu alikuwa na shida. Lakini kabla damu ya Yesu haijaanza kufanya kazi, tayari hao watoto wana roho za kinabii, wanajua kuomba. Haleluya. Kwa mtoto akaendelea kutiririka, sijui mama akapotelea wapi. Kapita na hizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tuchukue damu ya Yesu tuweke akiba kwenye nyumba zetu. Na wakati wote tunapokuwa tunakula, tunakunywa chai, tunakula chakula, badilisha. Yaani wakati wote tunashiriki damu ya Yesu, mwili wa Yesu. Kwa tunaendelea kubarikiwa, tunaendelea kuponywa kwenye nyumba zetu. Na wale wote wa kwenye biashara, endelea kupeleka kwenye biashara yako, endelea kupeleka kazini kwako, endelea kupeleka kwenye nyumba yako. Wakati wote damu ya Yesu isipungue kwenye nyumba yako. Wangapi wako tayari kupeleka kwenye nyumba zao? Hebu mchapie makofi Mungu wa baba yetu. Haleluya.